kuna adhabu itokanayo na kutokufanyia kazi kile Mungu alichokufunulia. Jamani, tunapenda pamoja eh? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Okay. Kwa hiyo ikitokea kama Mungu anakufunulia jambo, si kila mtu analijua hilo jambo la kufunulia Mungu. Si kila mtu. Kwa nini? Neno ufunuo ina maana ni siri, jambo lililowekwa, limesitirika, limewekwa wazi, limewekwa wazi. Kwa hiyo sometimes Mungu anaingia gharama, anafunulia watoto wake mambo yanayositirika, mambo ambayo ulimwengu wa kawaida kufahamu ni vigumu, mtu wa kawaida kujua ni vigumu, kuelewa ni vigumu. Mungu anachilia kwa watoto wake, anafunua mambo yanayositirika. Sasa kitendo cha kufunulia siri au jambo lililositirika inaitwa ufunuo. Nisije kusema ufunuo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna adhabu itokanayo na mtu kuto kufanyia kazi kile ambacho Mungu amekifunua kwake. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anapofunua amelipa gharama au anatumia gharama kufunua jambo juu ya mtoto wake, au kufunua jambo juu ya kanisa au juu ya mtu. Sasa ikitokea huyu mtu hajafanyia kazi kile ambacho Mungu amekifunua, kuna adhabu nyuma yake, kuna hasara nyuma yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nielewe kwenye msingi hapa ili mbele usipate tabu kunielewa. Narudia, nasema hivi, kuna adhabu itokanayo na kutokufanyia kazi kile ambacho Mungu amekufunulia. Ikitokea mtu wa Mungu amefunua jambo kwako, lazima ujue si kila mtu analijua hilo jambo ambalo Mungu amekufunulia. Na nia ya mazumuni ya Mungu kufunua kwako, kutaka wewe ujue, anataka kuna utendaji ambao anataka wewe uhusike nao. Tazama isieleweka hapa. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema hivi. Yanasema hivi. Yaliyo siri, mambo yaliyo siri ni ya Bwana Mungu wetu. Lakini mambo yaliyofunuliwa, yani Bwana mambo aliyofunua ni yetu sisi na watoto wetu. Sasa Mungu anapofunua jambo juu yako, au anapofunua jambo juu ya taifa, au anapofunua jambo